Hii ni K-News habari. Kurwa ametoka mzima, kurudi maiti, haki yake Kurwa haipatikani. Na leo nashangaa naambiwa ni mzike Kurwa, haki yake bado haijapatikana. Iko wapi? Mimi nadai haki ya Kurwa bado haijapatikana. Hata leo naambiwa Kurwa alipe. Natalipa nini? Kurwa amefariki, hiyo jitega uchumi wangu ila ananichumiaga. Na mali bado wanaye kule wanaingangania wenyewe, na ambapo bamichukua mataraka ya kumuua Kurwa, na angalau Kurwa kama anakuwa na haribu anakuwa akamatwe, lauda vunjwe mguu, kulengwa mgongoni, sasa litokee kifuani, apigwe mkono Kurwa. Hilo bado nalia kabisa. Hata sasa hivi nalia Kurwa simsikishi mpaka atafika nani Samia. Kwa nini mnasikiliza pande moja, pande nyingine hamtaki kuisikiliza? Wanazungumza nini wananchi wetu? Wanakilio gani wananchi yetu? Bado paka leo na shangaa. Kurwa Igembe ametoka na nyumbani kwenda kuchunga ng'ombe 550. Na hizo ng'ombe za Kurwa Igembe na Igembe mwenyewe bado jitapatikana paka leo hata ng'ombe moja. Yanayotokea mbugani huko ni makubwa. Nafahamu. Huwezi ukampa mtu AK-47 amecheza mgambo hapo siku 2 uwanjani. Namna ya kuhendo raia hana. Nikaja kugundua kwamba pengine hawana ile knowledge ya kuishi na binadamu. Sasa kwa sababu raia wetu wengi uelewa wao ni mdogo, wanaweza wakafikiri kwamba hili ni swala la kipolisi. Kumbe sio kabisa. Mtu anachezeshwa mgambo wiki moja, wiki 2 anapewa CMG. Unadhani kitatokea nini huko? Mengine mambo sema tu huwezi kuyajua, lakini nina uhakika huko polisi kuna vichekesho, kesi za TANAPA hizi. Kwa hivyo niwaombe sana viongozi wangu, serikali yangu sikivu, hebu angalieni namna ya kuwatrain hawa watu ili wafanye kazi yao kwa umakini. Na vijana wale kutaka kuchukua ng'ombe, katokea majibishano, na hatimaye asubuhi ya tarehe 8 ndio tulipata taarifa, lakini usiku ule tulikuwa hatupata taarifa ya mtu kujeruhiwa au kuuawa. Saa 1 asubuhi tulipata taarifa kwamba kuna mtu ameuawa, kijana wa mfugaji, na tulipata taarifa tulichukua hatua za haraka kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linapata taarifa na kuingia uwandani kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Na uchunguzi wa awali ulionekana kifo kile kilitokana na majibishano kati ya jeshi la uhifadhi pamoja na vijana walikuwa wakitaka kukomboa mifugo yao. Na baada ya taarifa hizo za awali tukaelekeza wale askari wote wakamatwe, askari 4 na wote wako mahabusu wakusubiri taratibu za kisheria pale uchunguzi utakapokamilika. Lakini na silaha 4 ambazo zilitumika kwenye tukio hilo pia zimekamatwa, ziko kwa jeshi la polisi na uchunguzi unaendelea. Baada ya kupata taarifa hizo jana kutoka kwa Mheshimiwa DC na mwenyekiti wa chama wa wilaya, nilichukua mimi hatua zaidi. Nikasema hili jambo hatuwezi kukubali. Kwa hiyo niliongea jana usiku na leo asubuhi nimezungumza na Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii kuhusiana na hili jambo. Kwa sababu tuna tatizo limetokea na watu wetu wamepoteza kijana wao. Kwa hiyo tunaomba utusaidie. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri ndio waziri aliyeteuliwa na Mheshimiwa Rais. Na serikali ya Chama cha Mapinduzi ni serikali sikivu. Na Mama Samia hataki kuona watu wake wakionewa. Mheshimiwa Waziri lile ombi langu amelisikia. Nilichomuomba mimi Mheshimiwa Waziri kwamba pamoja kwamba kuna tatizo, ni kweli watu wameingiza mifugo, lakini naomba ile mifugo iachiwe bila kulipa hata shilingi 1. Mheshimiwa Waziri akaniunganisha na mhifadhi mkuu, mkurugenzi wa hifadhi, tumezungumza kwenye simu kwa pamoja, na mpaka tuko njiani na kuja tukawa tunazungumza kwenye simu. Kwa Mheshimiwa Waziri kupitia yule mhifadhi mkuu wa TANAPA amekubali hilo ombi letu, kwamba mifugo yote iachiwe bila kulipa hata senti 1. Kwa hiyo kama nyinyi mlipeleka ombi kama mlipe
mifugo 400. Sisi Chama cha Mapinduzi kwa uchungu, ndio uchungu, tuko pamoja na wewe mzee wangu. Kwa haya machungu ulionayo, na sisi tunaumia sana kwamba katika hali ya binadamu, hata kama jambo hili la kisheria, lakini hapana. Kwa mheshimiwa waziri amekubali, na alichokisema ameomba tu kwamba watu wangu wafugaji watuandikie tu barua ya maandishi. Nadhani mheshimiwa DC utawaongoza jinsi ya kuandika tu barua mara moja kuhusiana na hilo jambo, ili tusikizane na sheria, kwa sababu nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Kwa tuonekane kwamba tumekiri na kuomba kwamba mifugo yetu iachiwe ili tuende tukamzike ndugu yetu. Lakini mifugo itaachiwa, na barua ikiandikwa hata asubuhi hii itafanywa kazi, na mifugo leo hii itaachiwa. Mwenyekiti, nikushukuru. Na toka juzi niliongea na jeshi la polisi kwamba angalau neno la heri, angalau neno la faraja ndio linalokosekana hapa, sio lingine. Hili lingine, Mzee Gembe jana tuliongea usiku, nikaambia Mzee Gembe tukaze moyo, lakini hili litafanywa kazi. Tupate unafuu kwa upande mmoja. Bahati nzuri umeshughulikia hilo. Ndugu zangu wafugaji, mheshimiwa diwani nilikuwa naye toka juzi na mwenyekiti, na jana nilipata wito. Ilikuwa jana tuwahi, lakini familia ilikuwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kuja kufariji. Niwashukuru sana, la kwangu ndio hilo, niwashukuru sana, roho yangu ni nyeupe, na kweli sasa tunaenda kuzika. Hii ni K News habari.